Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mshirika wa madhabahu ya Nuru ya Kristo. Na leo nataka nikufahamishe ama nikueleze kitu ambacho kitakusaidia sana na kitakufungua ufahamu. Liko jambo ambalo na linatesa watu wengi sana, na hasa wale watu ambao tayari wameshaanza kupata neema ya wokovu. Hii kitu wanakutana nacho sana na imekuwa ni changamoto sana kwao. Kwa namna nyingine tunaweza tukasema ni vita ya kiroho ama ni vita ya ndani ambayo hasa inatokea kati ya roho na mwili. Ni vita ya ndani ambayo mwili na roho zinapingana, na hasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Wagalatia kimeelezea sana pale. Kitabu cha Wagalatia kuanzia sura ya 5 na ule mstari wa 17, kwa sababu roho hutamani kushindana na mwili na mwili kushindana na roho, na hizi zote zimepingana na wala hamwezi kufanya mnayoyataka, kwa sababu kikawaida vita ya ndani inaanza pale mtu anapokuwa na utambuzi wa mambo mawili tofauti ndani yake. Yaani kuna upande unaovutwa kufanya mema ambao ni roho, na kuna upande unaovutwa kufanya mabaya ama tamaa ambaye ni mwili. Yaani roho utamani kufanya mapenzi ya Mungu na mwili utamani kufanya uovu, na hii sio bahati mbaya, ni hali ya kiasili ya mwanadamu aliyeguswa na Mungu lakini bado anaishi kwenye mwili wa kawaida. Nafikiri hapo usija kuchanganya. Yaani namaanisha kwamba sio kila mtu anapitia hii hali. Si kila mtu anapitia hii hali. Ni wale watu ambao walioguswa na Mungu lakini bado wanaishi maisha kwenye mwili wa kawaida. Kwa wale ambao tayari wameshapata neema kumjua Kristo ndio wanaopitia hii changamoto sana, na si kila mtu anayepitia vita hii ni kwa kiwango kile kile, vinatofautiana level. Vita ya ndani inaongezeka, inazidi kuongezeka pale ambapo utaanza kumkaribia Mungu zaidi. Unapoanza kumkaribia Mungu zaidi, ndio vita yako ya ndani kati ya mwili na roho ndio inapozidi kuongezeka. Unapokuwa na kusudi ama wito fulani wa kitumishi wa kimungu, ndivyo ambavyo vita yako ya ndani kati ya mwili wako na roho inaongezeka. Unapojaribu kubadilisha maisha yako kwenye uovu kwenda kwenye utakatifu, ndivyo ambavyo vita yako ya ndani inazidi kuongezeka kati ya mwili na roho. Na hii kwa sababu kuna mfumo wa zamani ndani yako ama asili ya mwili ambao ulikuwa umebeba asili ya dhambi, kwa sababu kawaida mwili wetu sisi ama miili yetu imebeba asili ya dhambi ambao haukubaliani na mabadiliko mapya ya kiroho. Sisi kama umenielewa hapo vizuri. Pale ambapo utaanza kutamani kubadilisha maisha yako kutoka kwenye uovu kwenda kwenye utakatifu, mwili, kawaida ya mwili kabla ya kuokoka ulikuwa unaishi maisha ya kimwili. Roho yako ilikuwa imezimika ndani yako. Pale unapoanza kubadilisha maisha kutoka kwenye namna ya mwili, ambapo kwenye namna ya mwili ilikuwa imejaa uovu, kwenda kwenye namna ya kwanza kuishi maisha matakatifu kwa namna ya kiroho, ndivyo ambavyo vita ya ndani yako itaanza kuinuka, kwa sababu mwili hautakubali mabadiliko mapya yageuke yaanze kujengeka mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri simchanganyi mtu mpaka hapo. Na vita hii haiko juu, inafanyika kwenye maeneo makuu matatu. Yaani kuna maeneo matatu ambayo yanafanyika sana kwenye hii vita ndani. Jambo la kwanza kabisa ni mawazo, kwenye mindset, kwenye mawazo yako. Hapa ndipo ambapo kuna mapambano makubwa sana hutokea. Unawaza jambo moja jema, lakini ghafla mawazo mengine yanapingana nayo. Yaani unawaza natakiwa kufunga, lakini hapo kuna kitu kinakusemesha kwamba ukifunga utapata vidonda vya tumbo. Ukifunga kwa nini ufunga? Utashinda njaa, utashinda bure, huli na umeshazoea kula, utakonda. Vitu vinaanza kutokea vingi sana hapo kwenye mawazo. Hiyo tayari ni vita imeshainuka. Lakini pia kwenye namna ya hisia, unaweza kujikuta unajua jambo sahihi lakini hisia zako hazifuati. Mfano, unajua kusamehe ni sahihi lakini ndani unaumia au una hasira. Sio kama umeelewana hapo. Yaani unaweza kujikuta unajua jambo sahihi lakini hisia zako hazifuati namna ambavyo wewe unafahamu. Yaani unajikuta lile jambo jema unaolifahamu baadaye ulitende unaliacha, na unafahamu ukweli wake halisia. Ina maana zinapingana kati ya roho na mwili, zinapingana. Roho yako inajua ukweli na inatamani ufanye ile kitu, lakini mwili wako hautaki ufanye kile kitu, unapingana nacho. Lakini jambo lingine ni maamuzi. Kwenye upande wa maamuzi, hapa ndipo matokeo yanaonekana. Unaamua upande gani, utafuata vipi,
Vita yote inalenga hapa kwenye maamuzi. Kuna mambo yanaongeza uzito wa vita ndani. Kwa mfano, ukiwa na mazoea ya zamani, tabia ulizozijenga kwa muda mrefu, mazingira unayoishi, watu, marafiki, historia yako, hii ni vitu ambavyo vinachochea sana vita kati yako ya mwili na roho. Unapokuwa na vita ya ndani kati ya mwili na roho, sio kwamba wewe ni dhaifu. Na kuna wakati wengine wanashindwa, yani ile vita inawashinda, unajikuta alikuwa anatamani kuomba, ghafla ameshindwa kuomba. Usijione kwamba wewe ni dhaifu, ama kuna aina fulani ya maisha ulikuwa unatamani kuyaishi, lakini ghafla unajikuta unalifanya ile kitu ambalo ukutamani kulifanya. Usijione kwamba wewe ni dhaifu, lakini kinyume chake ni kwamba vita ya ndani ni ishara kwamba kuna uhai wa kiroho ndani yako. Mtu ambaye hana vita mara nyingi huwa amejiachilia kabisa upande mmoja, hasa wa mwili. Yani wale ambao hawana vita za ndani, hawana vita za ndani, yani kufanya uovu kwake anaona ni kitu cha kawaida, anaona kutenda kitu kibaya kwake anaona ni kawaida. Lakini kwa wale ambao tayari wameshapata kuna ishara ya uhai wa kiroho ndani yao, wanaanza kuchukia namna fulani ya kutenda mabaya, wanajikuta wanajisikia vibaya kutenda vitu fulani vya kiovu. Ina maana ndani yake kuna uhai wa kiroho, ina maana roho yake imeanza kuinuka. Wapo wengi sana unaweza kaona kuna watu wanatenda maovu na hawafikiri kabisa kama wanafanya makosa. Ina maana ndani yao ile roho yao ambayo imebeba asili ya utakatifu imeshakufa kabisa ndani yao. Imebaki kitu kimoja tu kinachofanya kazi, ni mwili. Na mwili siku zote unafanya mabaya. Kwa hiyo mwili utakuwa na operate kwa namna isiyo ya kawaida. Yani kufanya kitu kiovu kwake ni kitu cha kawaida sana. Lakini kwa wale ambao wamepata neema tayari, washaanza kupata neema ya uzima wa kiroho, wanaanza kuchukia vitu fulani vya kiovu ndani yao. Hii inawasaidia sana, na kadri atakavyozidi kuendelea atajikuta kabisa anaanza kuua namna ya mwili, anaanza kuichipusha namna ya kiroho. Mimi ni Pastor Caleb na hii ni madhabahu ya Nuru ya Kristo. Kwa msaada zaidi, ushauri wa kiroho, maombi, unataka kusaidiwa mahali fulani umekwama, usisite kuwasiliana nasi. Tuna group la WhatsApp kwa ajili ya mafundisho zaidi. Unaweza kujiunga ukatuma message kwa namba ya WhatsApp, ukatuma ambayo iko kwenye description hapo chini, ukatuma message yako tukakuunga kwenye group kwa ajili ya mafundisho zaidi. Shalom.